Haya, twende hapo. Dang, this is Kuseko, by the way. We're just going to start with the practical of nectar. This is physical practicals, physics practicals for Form 6 only. Physics practicals. This is nectar 2023. Nectar 2023. Okay, so speaking about this, we're just going to discuss this is heat practicals. Question number 2. Sasa tulijifunza, kabla sijaendelea, wale ambao mkuwepo kipindi kile kilichoisha, by the way tulisema kwamba unapo forging itakusaidia. Kuna vitu vitatu. Forging itakusaidia wewe kucollect data, kukuwaisha tu muda, kwa sababu haya maswali yanachukua muda mrefu kucollect data. Unaweza kama kupatia liquid mbili, na by the way tuliona pale kwenye NECTA 2024 kama ulikuwepo, kulikuwa na liquid A na liquid B. Hapa wamekupatia pia liquid nyingine na liquid nyingine, lakini wamebadilisha. Hii tunaita effect of mass, swala la effect of mass, jinsi gani mass zinatofautiana kwenye cooling. Wakasema hivi wao walipoanza NECTA 2022. Hii ni 2022. Oh wow. Okay, this is NECTA 2022. Tuende NECTA 2022. Hii ni NECTA 2022 by the way. Ambapo anasema kwamba kuna form 5 students ambao hawa form 5 students walikuwa wanabishana kwamba hivi vitu vyenye mass tofauti vinaweza vikawa na same cooling rate au hapana. Kwa mwingine akawa anakataa haviwezi vikawa na same cooling rate, mwingine akawa anakubali. Sasa wanakuambia conclude hiyo debate by performing the following experiment. Kwa kwenye experiment ya kwanza walichoanza kuperform kwenye A, anakuambia uperformje, anakuambia kwamba measure the mass of empty calorimeter. Tulivyopima sisi wakati tunafanya experiment pale maabara, mass of the empty calorimeter tulipata ni 32 gram, ambapo ni sawa na 0.032 nini kilogram. Maana yake utagawa kwa buku. Haya, hiyo ni kuhusu mass of the calorimeter. B anakuambia fill the calorimeter, kipengele B, fill the calorimeter with hot water to 90 degrees to 3/4 then over the calorimeter. Kwa hiyo ujaze calorimeter yako na maji 2/3 ya calorimeter yako, manake ujaze 1/3. Kwa hiyo masi ya 2, maji yakiwa 2/3, manake akishakwambia kupima, anakwambia sasa uperform experiment C, uperform experiment, ambayo hiyo experiment anakwambiaje, utengeneze data zako kiasi kwamba temperature uyahiti maji yafike 90, alafu kuanzia alafu subiria yapoe, yakifika 80 nyuzi centigrade, kama hii ndo temperature, hii ndo time, yakifika 80 ndo uanze kurekodi, lakini urekodi kila baada ya zikishuka nyuzi centigrade 5. Manake hapa ikishuka nyuzi centigrade 5 itasoma 75, manake utarekodi muda, manake hapa ndo ulianza time ikiwa 0, manake ikiwa 70 unasoma muda wake, ikiwa hapa itafuata 65, manake utasoma muda wake, ikiwa 60 utasoma muda wake hadi ifike 55, kutokea 80 55 nyuzi centigrade. Hapo sasa utasoma muda wake. Kwa table of results anakuambia uperform kwenye experiment C, maana yake una record time as the temperature increases. Kwa tulisema ukiwa unafanya hivi, maana yake utafojije upate time? Tulisema T ni sasa wale mliokuepo kwenye Newton's law of cooling, maana yake ilikuwa lambda, rho ni wa, lakini temperature ambayo sasa ndo hii hapa, hizi values za temperature nitoe ya surrounding, alafu nagawa kwa temperature ambayo nimeambiwa nianzie, hii ndo tunaita Q naught, ile ambayo umeambiwa uanzie, alafu tunatoa ile ya surrounding. Sasa hebu nisikilize vizuri hapa. Lambda itategemeana na mass, itategemeana pia na specific heat capacity, itategemeana na K. Wale ambao mlikuwepo wakati tuna drive tulisema hivi, lambda ni sawa na KMC, another constant. Kwa maana yake kama mass watakwambia ufanye experiment nyingine, wakabadilisha mass, maana yake inabidi tena uitafute lambda ndio uendelee kufoji. Kwa hiyo unapofoji for that experiment lazima ufanye experiment ya kwanza, kwamba hapa kwenye temperature iliposhuka 80 mpaka 75 ilipatikana time ngapi, ili tuisubstitute hapa time tupate hii lambda, afu ndo tutumie kupata values zingine huko ambazo zitakuokolea muda badala ya kufanya experiment zote. Kwa sasa
tutafute lambda na tutengeneze forging formula. Maana ya forging formula ni kwamba value zako zote sasa unaweza ukazipachika kwenye formula moja na zikaja. Kwa sasa hem tufanye kuhusu hilo. Maana yake hapa tutengeneze forging formula ambayo tutajaza kwenye table yetu hapo kwenye C. Kwa hiyo tutafanyaje? Lazima tuipate kwanza lambda, ambapo tunasema lambda tutaipata sasa na 1/t, lakini ln wa nani wa hapa tunakuwa na temperature, ambayo temperature yetu tuseme hapa sisi hapa tulivyofanya experiment kwa mara ya kwanza. By the way, tulivyofanya experiment room temperature ambayo utaipima kwa kawaida, room temperature itakuwa ni sawa sawa na room temperature ambayo ni tumesema QS ambayo ni temperature of the surrounding ni sawa sawa na 31 nyuzi centigrade. Lakini tukisema Q naught ambayo sisi tumeanzia hii itakuwa ni Q naught tumeambiwa tuanzie 80 nyuzi centigrade, 80 nyuzi centigrade. Lakini tukisema Q, hii Q ambayo sasa ndio sisi hapa tunaitaka kwa muda, hii lazima ufanye experiment ya kwanza hii Q, ambayo sasa hii ndio tumeifanya sisi wakati tunafanya. Wanafunzi wetu walipata hii value ilikuwa ni ngapi kweli? Ngoja niangalie hapa. Walipata hii value, na wewe kwenye experiment utafanya, walipata 2022 walipata ilikuwa ni 300 kwa sababu hapa ametuambia tupime katika sekunde. Angesema tupime katika dakika, maana hizi zilikuwa ni dakika 5 net. Umeona? Kwa sasa hizi zilikuwa ni 300 seconds. Kwa hapa utakachofanya wewe utachukua hii unakuja kusubstitute kwa sababu itakuwa ni theta minus theta of the surrounding over theta naught minus theta of the surrounding. Hii ni sawa sana kusema kumbe lambda ni sawa sana 1 over time ni ngapi? Ni 300. Alafu ln wa kitu gani? Hii theta. Theta yangu sasa hivi ambapo nimepata time ya 300 ni nini? Ni 75 lakini 31. Hii ni kwa datu. Maana huko maeneo mengine unaweza kukuta 24, 26, 25, 27 inategemeana. Kama Mbeya kule hadi 20. Maana hapa nitatoa Q naught ambayo Q naught yangu hapa nimepata ni 80 lakini nitatoa 31 naweka ln ya. Kwa kumbe lambda itakuwa ni sawa sana kitu gani? Unaingiza kwenye calculator yako value hizo ambapo itakuwa ni 75 natoa 31 nagawa kwa 80 nitoe 31. Ding ding. Maana yake nimepata sawa sana hii hapa. Kwa hiyo naingiza kwenye ln ya answer. Nikishapata hii nimepata negative 0.1076 nagawa kwa 300 nagawia 300. Hapo nimepata manake lambda nimepata negative 3.588 times 10 negative 4. Hii ndio nimepata lambda. Kwa baada ya kupata lambda sasa hii ndio nakuja kusubstitute kwenye formula ya time ili nizipate hizi time. Kwa tengeze forging formula. Manake forging formula itakuwaje? Forging formula itakuwa kama hii ndio value niliyoipata, forging formula itakuwa hivi. Manake itakuwa ni time, kama hujajua namna kutengeneza, nenda uangalie tulivyodive na tulivyotengeneza hii formula. Manake itakuwa ni 1 over lambda lakini ln wa nani wa theta minus theta of the surrounding over manake sasa hapa tutengeneze tuweke values zetu moja kwa moja. Lambda tumeshampata huyu. Lambda tumempata ni negative 3.588 times 10 negative ngapi? Negative 4. Alafu huku itakuwa ni theta. Theta hapa ndo kwenye ln, manake ln tulisema theta, manake hii ndio temperature ambayo tunaiweka value zetu za temperature, lakini tutatoa surrounding ambayo ni 31. Alafu huku itakuwa ni 80 lakini natoa 31 manake itakuwa ni 49. Kwa hapa ndo nitapata time. Hii ndio inaitwa forging formula. Kwa tuingize hii kwenye calculator ili tuingize value zetu zote zilizopo kwenye table. Haya tunaingiza sasa hapa, manake nitasema hivi. Okay, kumbe hapa tulikuwa na 80 by the way tukatoa 31 au 31. Sawa, tukatoa 31, 80 tukatoa 31. Wewe tuhakiki maana yake ni 49. Tutafute time sasa. Maana yake naingizaje kwenye calculator yangu? Natengeneza, zingatia brackets kwa sababu hii calculator inafuata magazi juto. Board mass. Kwa nini ambacho nafanya? Nachukua, naweka mabano, alafu naingiza ln, naingiza hii value alafu nagawa. Kwa hiyo nitasema kumbe nasema ln ln wa kitu gani? Wa hii value ya juu ambayo ni value ya juu ambayo ni nani? Ni theta, maana yake naweka x, where is x? Hii hapa. Natoa 31 alafu nagawa kwa 49 49 alafu hiyo nimetengeneza hapo. Kwa nafunga manake hii nimetengeneza ln hapa tayari nimeweka, alafu nagawa hii ln tayari nimeshaiweka hapa hapo ln kwa huyu
loni wa huyu safi. Alafu sasa nagawa kwa negative ngapi? 3.588 exponent -4 nafunga. Nikishafunga na solve na calculate alafu naingiza value sasa. Ikiwa 80 temperature imesoma 0. Ikiwa 75 calculate 75 inasoma 299, maana yake almost 300.9. Nabonyeza tu calculate, naingiza 70. Kama hujui kuingiza, kaangalia pale kwenye practical za current, nimeelekeza namna ya kuingiza kwenye calculator. By the way, na kwenye heat pia nimeingiza pale, kwa kaangalie 70 ting inakuwa 600 636.2. Naingiza hii hapa kwa 65 itakuwa ngapi? Itakuwa inasoma 1108.6. Zingatia time inasoma hadi point yoyote lakini ingekuwa temperature usingeweka hizo point, ungeweka 0.5 only. Haya, labda tuseme 60 kwa value ya 60 ingesoma ngapi? 1461.9. Alafu labda tuseme naingiza kwa 55 sasa, itakuwa ni 1989. Hapo ndo tunakuwa tumeingiza value zetu, maana tutakuwa tumepata sekunde in terms of seconds. Nakwambia in terms of minutes, record in terms of minutes. Hivyo ndo ambavyo utakuwa unapata table of value yako. Haya, tukiachana na hapo, kipengele hiki kilikuwa kipengele C. Anasemaje? Anasema bana rekodi, baada ya hivyo rekodi mass ya calorimeter with the water. Sasa tupime, unachukua unaenda unaweka kwenye beam balance, unapima mass ya calorimeter na water. Kwa sababu mwanzo ulichukua ukapima ya empty calorimeter ambayo tulisema ni 32. Sasa hivi urekodi mass ya calorimeter ikiwa na maji, maana yake calorimeter yako lakini ikiwa na water. Ukirekodi hapa, walirekodi wanafunzi wetu walipopima walipata ni 118 grams, 118 grams hapa, ikiwa ni 2/3 water ikiwa imejaa robo tatu hapa. Hiki ni kipengele D. Lakini ulipita hiyo procedure sasa yote uliyoifanya kuanzia hii hapo kipengele, anakuambia kuanzia kwenye C pale kupima masi, kufanya experiment na kurekodi tena masi ikiwa ya calorimeter ikiwa na water. Uanzie kwenye kipengele C mpaka D, urudie, lakini maji yakiwa nusu ya calorimeter. Kwa twende kipengele E, itakuwa ni twende hapo, itakuwa ni kipengele E, wala kitakuwa ni angalia hapa vizuri, angalia hapa. Okay. Hiki anakuambia sasa urudie ikiwa maji yamejaa nusu ya calorimeter yako. Kwa utafanyaje? Kama kawaida lazima utengeneze forging formula ili ujue. Kwa unaanza kwanza na lambda. Lambda ni nani? 1/t. Unafanya experiment ya kwanza. Itakuwa ni ngapi? Theta. Theta wetu ni nani? Maana theta wetu minus theta of the surrounding over q naught minus Q of the surrounding. Kwa sasa mimi naanza experiment yangu ya kwanza. Anajulikana Q naught sawa sana 80 wametuambia tuanzie. Alafu Q of the surrounding ni 31 pale hapa Dar es Salaam, maana tulifanya baada ya Perfect Division maabara, lakini hapa theta maana itakuwa ni ngapi? Hii unapima kwenye thermometer yako. Theta unafanya ile experiment ya kwanza. Ile ambayo ukifanya kwa mara ya kwanza, sisi tulipofanya tulipata ni 200, kwa mara ya kwanza ilikuwa ni 270. Ilikuwa ni 270 degrees centigrade. Wewe je, ukifanya pale kwenye nandi yako unapata ngapi? Kwa sasa baada ya kuwa tumepata 270, what happens? Tunachukua sasa tunaingiza hapo kwenye formula yetu ili tupate. Lakini hii hii ni time ambayo tulipata ndani ya hiyo temperature, maana time, lakini temperature ambayo ilikuwa ni 75 degrees centigrade ndio tulitumia sekunde 270. Maana tukasema lambda itakuwa ni sasa na ngapi? 270, lakini itakuwa ni ln wa hii temperature yetu ni ngapi? Temperature yetu ni 75, ndio iliyokuwa inafuata pale kwenye table. Alafu tunatoa Q of the surrounding ambayo ni 31, lakini tunagawa kwa
Q0 minus ambayo Q0 ni ngapi? Ni 80, alafu tunatoa ngapi? 31. Yaani kama hujanielewa hapa, maana yake table of results ambayo unaichora, si ndio? Hii ni temperature, lakini hii ni time. Wamekwambia in terms of seconds, in terms of news centigrade. Sasa hapa maana yake 80 ndio Q0 ambayo unaianzia Q0, lakini ile experiment ya kwanza kabisa ambayo umekwambia, kwa sababu umekwambia ushuke kwa 55 hapo itakuwa 70, maana yake hizi inakuwa unazijua kwa sababu umekwambia ushuke kwa 55, 60, hapa itakuwa 55 mara ya mwisho. Kwa hiyo nini ambacho utafanya hapa? Unaiweka hii ndio Q0, lakini Q yetu hapa ambayo ndio 75, ile experiment ya kwanza ambayo sisi tulifanya, lazima uifanye pale upate experiment, itakuwa 270. Kwa hii ilikuwa ni at time sasa na 0. Hapa je, itachukua muda gani kutoka 75 mpaka 70? Unaingiza kwenye calculator ili upate lambda, alafu ndo tuje tutafute time. Sasa tuingize hapa kwenye calculator yetu. Naingiza kwenye calculator hii value, maana yake itakuwa ni 75, natoa 31 mimi, alafu maana yake nagawa kwa 80, lakini natoa 31. Ndi 80. Angalia, zingatia mabano 31, zingatia mabano. Hii hapo nimepata hiyo value. Sasa baada ya kupata hiyo value nagonga loni ya answer. Maana yake nitapata hii hapo. Alafu nagawa kwa 270. Nikigawa kwa 270 napata kumbe lambda, lambda itakuwa sana lambda itakuwa sana negative 3.986 times 10 negative 4. Sasa kutokea hapo hii lambda naweza nikatafuta sasa time. Natafutaje time? Naingiza sasa kwenye value ya time, Haya, sasa nasema hivi time itakuwa ni sawa na 1 over lambda, lakini ni ln wa, kama kawaida unaigiza tu formula theta, au vipi? Theta ambayo theta yetu itakuwa ni ngapi? Theta, kwa sababu hatuijui huku, kadri value zinavyoongezeka, natoa that of the surrounding ambayo ni 31, lakini nagawa kwa Q0. Q0 ni ngapi? 80, lakini natoa 31. Huyu lambda ni ngapi? Namweka kabisa moja kwa moja ili nitengeneze formula yangu. Maana yake nitamweka lambda ni ngapi? Negative 3.9 86 times 10 negative 4. Hiyo ndio nitakuwa nimeweka time. Kumbe time nitampatia wapi? Naingiza sasa value hapo. Hii ndio tunaita forging formula. Forging formula. Maana yake nakuwa na value moja tu pale ya kubadilisha mimi. Kwa maana yake nitakuwa nafanyaje? Naingiza kwenye calculator hiyo forging formula ili niweze kupata hizo value. Nitasema nini? Naingiza ni loni. Itakuwa loni ya hii, alafu nakuja kugawia kwa ni loni wa bano tena naweka x, alafu natoa 31, alafu nafunga bano, manake nimetengeneza hii ya juu, nagawa hii ya chini. Itakuwa ni 80 kutoa 31. 80, angalia calculator yako vizuri, kutoa 31 nafunga, manake hiyo nitakuwa nimetengeneza hii. Baada ya kuitengeneza hiyo sasa, nagawa kwa negative 3.9 86 exponent negative 4. Maanake nitakuwa nimepata value zangu hapa zinazofuata. Shift calculate, naweka 80 0, nikiweka kwa 75 inatoa 270, nikiweka kwa 70 nikiweka kwa 70 maana yake itasoma ni kwa 70 hapa itasoma ni 572 73 almost. Alafu tukienda kwa 65 naweka kwa 65, value inasoma ni 916.9. Alafu nikiweka kwa ngapi? Kwa 60 itasoma ni 1316. Naweka kwa 55 itasoma 1791. Hiyo ndio namna ya kupata table of results yako. Lakini hii table of results ni wapi? Ni kwenye kipengele hii, ukiwa umerudia mass
ya maji yakiwa nusu full, half full Kwa hiyo sasa hii ndio umetengeneza table of results, lakini kipengele D ambacho nakwambia urudie, maana upime sasa masi ya maji masi ya maji ikiwa a half ya calorimeter. Maana yake hapa ni masi ya calorimeter lakini kuplus masi ya maji yakiwa a half. Manake hii itakuwa tulipata kwenye experiment, lazima upime pale kwenye beam balance ya kupatia. Unaenda unapima pale. Tulipata by the way hapa tulipata masi ikiwa nusu, tulipata ni 89 gram maji yakiwa nusu kwenye calorimeter. Ni tofauti na pale mwanzo tulipata 118 ikiwa ni full. Ambapo sasa wanakuuliza maswali sasa, questions. Maswali yanayofuata baada ya kuwa umefanya experiment yako. Hapo unakuwa umefanya experiment yako. Note, usiweke forging formula wala usitafute lambda kwenye answer sheet yako. Answer sheet yako inakuwa na table of results tu na vile vitu walivyokuambia. Kwa mfano pima mass, unaandika kabisa mass of calorimeter plus a full mass of a half amount of water in the calorimeter au 2/3 of full water. Manake unaandika zile observation walizokuambia uzifanye na table of results tu. Hizi takataka zingine usiziweke kwenye answer sheet yako, nafuta. Kwa sasa tuangalie kuhusu values zifuatazo. Let's talk about questions sasa, maswali au maswali wanasemaje? Tabulate your results obtained in hapo. Kutabulate tayari tumeshaonesha pale juu, tumetabulate. Kipengele cha pili cha kwanza ilikuwa ni table of results. Unazionesha zote mbili katika temperature zile. Kwa hiyo utatabulateje? By the way, utatabulate hivi unaziunganisha zote mbili kwenye table moja. Maana utaonesha kwamba bana hii tuseme ilikuwa ni temperature, maana yake amekwambia ushuke kuanzia 80, 75, 70, 65, kwa 60, kwa ngapi hadi 55, si ndio? Baada ya kuonesha hivyo, unachofuata hapa wewe unaandika kama hii ni time, lakini masi ya maji ikiwa ni 2/3, hii ikiwa ni a half. Unaandika time zako zile ambazo umepata hapo, hivyo ndio utakavyo tabulate. Lakini kitu cha pili wanakwambia bana, ukisha tabulate wanakwambia determine mass of water M1 na mass M2 as obtained ni procedure 2A na 2E. Maana yake kwenye 2A alituambia nini? Tulikuwa tunapima M1 mass of water. Kwenye M1 maana yake ilikuwa ni masi ya maji yale ambayo ni 2/3. 2 hii ni sasa na tulikuwa na 2/3 ya maji full. Hii. Kwa hii M1 mass of water maana yake itachukua ni masi ile ambayo ilikuwa ni ya calorimeter plus 2/3 ya maji, lakini tutatoa masi ya empty calorimeter tu ili tupate masi ya maji. Kwa anapotuuliza tutafute masi ya maji, utachukua ya maji ikiwa na calorimeter, maana yake maji yakiwa kwenye calorimeter ulivyopima, utoe ulivyopima tu calorimeter pale mwanzo, ambapo tulipata hapa 32, hapa 118. Kwa hiyo tupate 118 gram, tutoe 32. By the way, tunapata sawa sana ngapi? 118 tutoe 32, tunapata sawa sana 86. 86 gram. Haya, ukiachana na hapo number 2 ikiwa hafu maana yake M2, kwa sababu nimekwambia hiki kipengele cha pili upime M1 na M2. Maana yake M2 tuipata kama maji yalikuwa ni full half, maana yake sasa na kusema itakuwa ni hii tunaipata kama ni 80 na sisi tulipima tulipata ngapi hapo? Tulipata 89. Maana yake tutatoa 32. Ukitoa maana yake utapata sasa na bei gani? Utapata sasa na 57 grams. Hiyo ndio tutakuwa M1 na M2. Alafu anatuambiaje? Baada ya kuwa tumepata M1 na M2 respectively, anakuambia plot the graph of time to C na to E. Ambapo to C ilikuwa ni nini? Time ya ambayo tuliobtain hapa, na to E maana time tuliobtain hapa. Kwa hiyo draw graph. By the way, graph yako itakuwa inaonekana hivi. Graph yako itakuwa inaonekana hivi. Itakuwa inaonekana hivi. Zote ni time, manake zote zinakuwa zina increase. Kwa hiyo probably that's a linear, kwa sababu ina increase time ya huku, time ya ikiwa amekwambia yule ambaye amekwambia huyu against huyu ndio utakayemweka kwenye y, ambaye ametuambia wa 2a manake ilikuwa ni 2 kwa 3, alafu over huyo manake itakuwa time lakini wa a half, full half. Kwa nini ambacho kitatokea? Angalia hapa, hiyo graph by the way itakuwa hivi.
Kwa slope yako slope maana yake baada ya kutafuta slope itakuwa ni sawa sawa na change ya time huyu akiwa ni 2/3, lakini change ya time akiwa ni 1/2. Hivyo ndio utakavyopata slope, kwa sababu amekwambia final lazima kwambie kutafuta slope. Amekwambia hapa, mtu angalia, unafuata maswali yanavyosema. Hiki ni kipengele namba 3. Chukua pepa yako connect pale, unakuwa unanifuatisha tunavyoenda. Slope of the graph kama ambavyo hii ni straight line, sidhani kama kuna shida kwa PCB wala PCM. Hapo utafanya vizuri. PGM ndo kabisa. I hope that ratio of masses, tuangalie ratio of masses kipengele cha 5. Baada ya kudetermine slope tuangalie kipengele cha ratio of masses. Ratio of masses. Na by the way sisi slope tulipata, imfanya wewe uone, tulipata 1.11 something. Hiyo ndio tulipata slope. Alafu vipi kuhusu slope? Ina mata sana kwa sababu kwenye hii graph ya time wataweza kwa kuuliza utafute nani aliyekuwa na cool faster kuliko mwingine. Na by the way ndio debate ambayo tuliambiwa pale mwanzo kwamba form 5 student walikuwa wanabishana hivi na hivi. Sasa je, utawasaidiaje kujua kwamba kuna effect ya mass? Utawasaidia kwa sababu utajua kwa slope. Kwa sababu kama slope, ngoja tuendelee tuone kama hapo chini unaweza kuwa na hilo swali. Tunasema namba 5. Namba 5 anasema determine the ratio of masses. Maana yake tutakiwa kupata M1 over M2. Ambapo M1 over M2 tulikuwa na ngapi? Na 86, alafu huku tulikuwa na 57. Kwa hiyo tulipata 1.5 something. Kwa hii ndio ratio of masses, na ukijua ni ratio of masses maana yake ni unit race. Lakini tukiongelea pia hata slope pia itakuwa ni unit race kwa sababu ni time over time. Namba 6 sasa anakuambia uconclude mabishano ya wale kwa kutumia slope na ratio of masses. Utumie hizi idea za slope na ratio of masses hizi ambazo umepata kuconclude yale mabishano yao kwamba je, kitu ambacho kina masi kubwa kitapoa kuliko chenye masi ndogo au vyote vitapoa the same. Tutasema unaangalia slope kwa sababu slope ni nani? Ngoja ni elaborate hii concept hapa. Na by the way 2024 pia walipewa swali hili ambalo walipewa 2022. Hebu mjiangalie wale 2027. Kwa sababu kama 24 walipewa, maana yake 26 mtapewa. Angalia kama mtihani manake inarudiwa swali, probably wanafunzi hawakufanya vizuri. Hem, nitaangalia analysis ya practical tuone wanafunzi wangapi walipata ili tuone tu evaluate. Probably hii ni possible ya 2026. Hili swali la time sababu inaonekana ndiko applicable na wanafunzi wengi bado hawajalimaster. Hem, ngoja nije niangalie nisiongee vitu ambavyo havina statistics. Hem, tuangalie hapa ratio of masses obtained in this experiment namba 6. Kwa hiyo hapa kupitia slope tunajuaje? Slope tumeangalia ni change ya time ikiwa ni 2/3 kwa change ya time ikiwa ni 2, ikiwa ni 1/2 a half. Sasa hii change hapo unapataje slope? Slope tunasema ni 1.1. Ikishavuka 1, maana yake inamaanisha huyu time ni mkubwa kuliko hii time ya huku. Kwa hii ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba kama muda anaochukua huu 2/3 kupoa, manake ni mkubwa kuliko, ndio maana unapata 1. Ungepata 0 point, manake chini ya 1, manake tungejua huyu ni mkubwa kuliko huyu. Lakini sasa hivi kwa kesi yetu manake huyu ni mkubwa kuliko huyu. Hii inamaanisha kwamba huyu anachukua long time kuliko huyu, manake small time. Kitu kinachochukua small time kupoa manake ni faster in cooling. Lakini hii manake ni slowly cooling. Kwa hii ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kumbe ile experiment ya kwanza, maanake yule mwenye masi mkubwa kwa sababu amejaa huyu maanake amejaa robo 3 maji yapo robo 3, lakini huyu karamita hii iko nusu. Kwa maanake huyu ana masi ndogo kuliko huyu. Hii inamaanisha kumbe ukiwa na masi kubwa utaenda slowly na utachukua long time to cool. Alafu ukiwa na masi ndogo manake utakuwa na small time to cool, manake utakuwa umecool faster. Hapo ndo tutakuwa tumaliza NECTA 2022. See you in NECTA 2023. Game, this is Kusekwa by the way. Tuna project dogo ya kuchangia iPad ambayo itatusaidia kudisplay maswali nisiwe nasoma hivi kwenye pepa wengine hamwezi mkaona vizuri. Hata yale maswali yakani nilikuwa nalalamika hayaonekani vizuri. Kwa projector by the way nimeshanunua. Projector nionyeshe. Iko kule studio. Nimeshanunua projector. Lakini cha pili kama hujaiona nenda kaangalia pale Instagram, kuna video niliposti. Nashukuruni wale mliochangia vizuri, lakini kuna
iPad, kuna swala la iPad nimeambiwa ni 310,000. Hakikisheni mnachangia, unachangia dogo na 10,000 na 20,000, changia kuhusu swala hili tuweze kudisplay maswali vizuri. Hizi practical kwa form 6 2026 nimewapa bure, lakini wadogo zenu pia wanahitaji hivi vitu, na pia nyie pia mnahitaji kuona vizuri. Project nyingi zinakuja kwa ajili yenu. Hakikisheni umechangia kupitia namba yangu ile ya 0747398614. Changia pale M-Pesa, changia ili tununue iPad as soon as possible ili niweze kudisplay maswali kwa urahisi. See you guys at the going about.